Well, history proves that, unfortunately and unhappily, Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan. Temje au unaweza kumwita Genghis Khan. Genghis Khan, jina ambalo ni la kifalme au linaashiria ufalme, utawala, ambalo Temuje ni jina lake halisi. Huyu alizaliwa mwaka 1162. Lakini ukija kwenye historia ya Yesu Kristo alizaliwa kwenye mwaka 4. Na Yesu Kristo ndo aliishi tangia hapo kabla hata ujio wa Genghis Khan. Genghis Khan amekuja amezaliwa 1162 na amekaa mpaka uzeeni, amekufa akiwa na miaka 65 Genghis Khan. Na huyu Genghis Khan utawala wake ulikuwa ni wa kimabavu, alikuwa anatumia upinde, anatumia silaha, ameua watu sana. Lakini Yesu Kristo leta upendo. Genghis Khan alikuwa hajui hata kusoma, lakini Yesu Kristo alikuwa anahubiri. Yesu Kristo alisoma maandiko, amefundisha. Genghis Khan kwenye maisha yake yote alioa wake wengi sana, amezaa watoto wengi ambao ni biological watoto ambao ambao na wazaa kibiolojia, kwa maana kwamba kimwili. Yesu Kristo hakuwa na watoto wala hakuoa. Genghis Khan pamoja na ufalme wake alidili kupambana ili kuchukua ardhi na ukubwa wa ardhi. Na ndio maana ukifuatilia kwenye historia ya Genghis Khan au unaweza kumuita Temuje, kwenye maisha yake yote alijitahidi kuchukua baadhi ya mabara, ila kuna baadhi ya sehemu hakuweza kuzishika. Kwa mfano Australia hakuweza kuikamata, lakini pia Amerika Kaskazini, Amerika Kusini hakuweza kuikamata, lakini Afrika pia hakuweza kuja, Antarctica pia hakuweza kufika. Eneo ambazo alikuwa ametawala ni sehemu za Mongolia kwa kipindi hicho, ambazo zipo karibia na Russia, mpakani mwa Russia. Kwa hiyo hata China hakuweza kufika, Japan hakuweza kufika. Hapo ndipo unakuja kuona utofauti wa Genghis Khan pamoja na Yesu Kristo ni mkubwa sana. Yesu Kristo yeye amejitambulisha kama mkate wa uzima. Genghis Khan amejitambulisha kwa ndio kila kitu. Genghis Khan amejitambulisha kwamba yeye anaweza yote. Sasa hebu tuangalie kifo cha Genghis Khan. Genghis Khan kifo chake kitokea siku anadondoka kutoka kwenye farasi na alikuwa tayari ameshazeeka. Lakini Yesu Kristo alikufa kwa ushindi na akafufuka. Genghis Khan hakufufuka, baada ya kuwa amekufa hakuweza kufufuka tena. Lakini Yesu Kristo anaishi mpaka leo na ni mzima. Kwa hiyo Netanyahu pamoja na kwamba anasema Yesu Kristo huenda anaweza akawa hana nguvu kwa jinsi anavyotizama yeye, lakini ngoja nikwambie, kuna kitu kinaitwa free will. Mungu anakuacha ufanye maamuzi wewe. Hata kwenye bustani ya Eden, Mungu alikuwa na uwezo wa kwenda kumkamata Adam na kumwambia usile hili tunda, lakini alimwacha afanye maamuzi yeye mwenyewe. Mungu hata sasa anaweza akaja, hata guest unapofanya uzinzi, ana uwezo wa kuja hata hapo bar unapofanya unakunywa pombe, anaweza kukufuata kwenye vikao unavyozungumza uongo akakwambia usiongee uongo, kwenye bar usinywe pombe, anaweza kukufuata hata guest na akakutokea akakwambia sitaki ufanye jambo hili. Mungu ana uwezo huo, ila anakuachia ufanye free will. Uchague, ufanye chaguo wewe kama wewe. Biblia inasema chagua hivi leo ni nani utakayemtumikia. Joshua anasema for me and my household we will never bow to Baal, we will serve God, we will worship God, we will praise God. Hata mimi nasema leo, mimi na nyumba yangu tutamwabudu Bwana. Yesu ni yeye yule jana leo hata milele. Netanyahu, ikiwa mbingu zimefunguka, siku ndio unatoka hapa duniani, utaenda kwa kupitia njia ya Genghis Khan au utatumia Yesu Kristo? Maana Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kupitia njia yake Yesu Kristo. Ukisoma Yohana 1:12 anasema na wote waliompokea walifanyika kuwa wana. Kwa hiyo Mungu ameachia free will, ufanye maamuzi wewe. Chagua hivi leo nani utakayemtumikia. Chagua hivi leo ukiwa bado uko hai, unaenda wapi? Unaenda mbinguni, kuzimu? Mungu akubariki sana. Mpokee Yesu Kristo leo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako.